katikati yetu kuna wajinga wengine wamejitokeza, wanajiita hivi mtafeli, ni wajinga kabisa, wapuuzi. Ni wale wengine wanaongea nini, wanasema sisi niye nini, ndoto zetu zimekufa. Ndoto yako ndani ya Chadema sio kuwa mbunge, ndoto yako ndani ya Chadema ni kupigania mabadiliko, haki, usawa na utu. Mawazo amekufa, ni mbunge. Bensanana amekufa. Kuna watu wamekufa, hawajawahi kuwa diwani, hajawahi kuwa meya, hajawahi kuwa mwenyekiti wa kitongoji, hajawahi kuwatumia mkutano huu. Tunapoteza vijana hapo Temeke, Sota, mdogo, hajafika miaka 35, ametekwa, ameuawa. Hakuna watu wanaondoka kwa mbele ya bunge. Ndoto ya wanachadema yeyote ni liberation, ni ukombozi wa pili katika taifa hili, utu, haki, usawa. Ni bora msiwe mbunge, lakini utatengeneza msingi wa taifa kuwa na haki. Maanake tunauza wenzetu. Mawazo amekuwa CCM wasingeuawa, Bensanana amekuwa CCM wasingepotea, Sota amekuwa CCM wasingepotea. Hawa ni vijana wadogo wamekufa wakipigania haki na usawa. Lissu leo ni kilema, amelala magereza, amefanyia operesheni 25. Lissu mwili wake umejaa vyuma, amelala hospitali miaka minne, amerudi ni kilema, anaendelea kupigania mageuzi. Lissu akitaka kuwa mbunge leo ama kesho waziri, anakaa kikao kimoja Ikulu, anakubaliana na Samia, anatangaza kesho kuwa kitu chochote anachotaka, lakini yuko magereza. Ndoto ya kwanza ya chama cha ukombozi katika nchi ni sio madaraka. Ndoto ya kwanza ni mabadiliko ya fikra. Ndoto ya pili ni utu. Ndoto ya tatu ni haki. Ndoto ya nne ni usawa. Ndoto ya tano ni madaraka sasa kwa ajili ya kupigania hizi sana, baada ya kuwa imebadilisha mindset za watu. Yaani mimi naenda jela, nakimbia nchi, nagombana. Mimi ni adui wa watu wetu. Mimi ni adui wa Samia, ni adui wa Nchimbi, mkurugenzi wa usalama, IDP, Muliro, hii mkuu wa mkoa. Yaani mimi nakuwa adui wa viongozi wote wa kwa nchi ili nije nao mbunge. Kazi ya mshahara ni mkuja nani? Simama nyumba sipera to. Mbunge. Yaani miaka yote hii naishi maisha magumu, nagombana na serikali kwa ajili ya haki, napigania bunge. Nikamtumia naye kwa basi, mimi mchale. Tena uko wetu ukijua, mimi na mtoto kupigania milioni 18 kwa basi wananitenga. Na yana sawa. Sijui kuweza vizuri. Mimi natakiwa niwaze milioni 10 kwa mwezi, sio milioni 18 kwa mwezi. Ubunge sio ajira, ni utumishi. Udiwani sio ajira, ni utumishi. Urais sio ajira, ni utumishi. Sasa nyie ndio mmetokea usiku watu wa Dar es Salaam, na mimi nimesema narudi hapa, kama kuna kitu nachukia nchini, ushabiki wa Simba na Yanga. Nchini mtu anaweza kufa hospitalini kwa usema wa daktari, jirani wataandamana ili mgonjwa mwingine si ajafa, ila nchini mtu aenda kujiua kwa sababu yangu imefungwa. Pumbavu kabisa. Leo kumekuwa na mpira Simba na Yanga. Leo hapo wanacheza pale kwa TV. Ni hapo msingekuja. Na niliongea na wewe nikamana kitu mkumba huyu bora wenu hapa. Huyu ni bora kama mbunge hapa. Kuna bora tu hapa. Mbunge ndio mbunge ni huyu bora tu. Nikamwona na ndugu zangu nchini mpira unatumika vibaya. Mpira imekuwa kabisa ni sera ya watu wa usalama kupumbaza watu. Mnakaa kidogo, mmepigwa na njaa, hali mbaya, mafuriko, unasikia
mama achangie Simba kwenda nje ya nchi. Tunakuja tukio kubwa la nchi kabisa la mambo ya msingi. Unasikia Haji Manara na mkewe wapeana talaka, alafu Dar es Salaam video mtoto unakuta kwa sehemu. Alafu leo mnataka sisi wa mikononi, hakuna hapo shamba kama hapo dawa. Nakwambia sisi ni jambo kwa nini? Ukikuta kwenye simu zenu vitu vya kuangalia, Haji Manara, Diamond, Alikiba, Simba na Yanga goli, Mama Samia goli. Ndugu zangu, hapa Muhimbili mwanamke mama mjamzito anajifungua chini. Hapa Mwanakabala mama mjamzito chini. 70% ya vijana hawana kazi, wote wanakuwa barabara. Dada zetu wanauza mili yao kwa shilingi 5,000, shilingi 10,000 kwa siku. Vijana wote sasa wanaomba figo, maini kwa sababu ya pembe za bei hizi. Haijawahi kuwa na maendeleo na msingi kwa Simba na Yanga. Kila mtu anakubali kwamba hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi na hii. Hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi na hii. Wanaenda 2020. Na wasa 2015 wanashinda rais. Rais Samia anajua, Magufuli anajua wasa alishinda rais. Tulipata wabonge wa kuongoza bunge wakaiba. 2010 kulikuwa kuna uchaguzi kabisa wa serikali ya mitaa. Wakaiba. 2020 wakaiba. Tukasema huyu mama ameingia huyu. Baba huyu mama sasa na akasema kwenye kikao cha maridhiano Ikulu. Akasema mimi Muislamu sitaki zumba. Mambo yale yakipindikia siyataki. Nataka haki. Tukamwambia mwenyekiti moyo, huyu twende naye mpaka uchaguzi wa serikali ya mitaa ndio kitendea kipimo chake. Hakuna uchaguzi bora wa ajabu umefanyika nchini kama uchaguzi wa serikali chini ya Samia. Kila Samia shika kwa kuita kama mbaya sana. Sasa tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Tunasema serikali ya mitaa imeshinda kwa 99.99%. Arusha mimi nimekwenda kwenye kituo cha kupigia kura na kupigia mimi kura na kuta bosi yani Kanani anakuja na bosi ya kupigia kura na fungua kituo anakuja na bosi imeshajaa kura. Moyo ukauma sana. Nikasikia shida sana. Nikasema nikikaa hapa naweza nikasababisha balaa. Ngoja nitoke nikaenda zangu Nairobi. Tunaongea na leo nikaenda mimi niko Nairobi. Ngoja nipumzike hapa. Sasa uchaguzi manake ni serikali iliyoko madarakani inaamua na uchaguzi, na chama chenu hiki hakina mpango wa kuingia porini wala kutafuta silaha kwa ajili ya kuingia madarakani. Silaha yetu ni nguvu ya umma na uchaguzi wa kidemokrasia. Ndio sababu tunafanya mikutano kuwaambia. Sasa hivi naongea na nyie, mheshimiwa wetu yuko Bagara anaongea na watu, hatujawahi kuweka mbinu chafu. Mimi siku nilikaa kwenye chama changu na nilimwambia viongozi wa polisi akiwemo Wambura, nikaenda nikikaa kwenye chama changu nikaona chama changu kinapanga kusanya fujo kuharibu nchi, takuwa mtu wa kwanza kwenda polisi kusema kwa sababu lazima tati. Siku wakisi wa Waislamu wakinitambua CCM waliko madarakani kesho. Hizi ni nini mbili kubwa sana zinazoamua hatima nchi. Akisimama hapa Mufti Bakwata, akasimama hapa Teki Katoliki, akasimama hapa wakina Ponda, wakasimama hapa KKT, wakatangaza hadharani pamoja kwamba kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi tutawaambia waumini wetu wasiende kupiga kura. Tunapata kimeuro taifa kwa uchaguzi kesho. Angalia sasa hivi kipindi kile wale na ukumbusho na kila mara serikali imepata kugawa. Wakafu ilikuwa na nguvu sana kwa tukapi. Sio ya makafu. Kafu imeshawahi kuongoza upinzani nchi. Wakristo wakafuata makanisani. Wakristo wakafuata Makamba. Bawaki Januari. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wa Kristo katika Bwana,
mimi ni mwenzenu, mke wangu ni wenu pia. Nataka niwaambie kwamba kafu kile chama cha magaidi, chama cha Uislamu, haya maneno alisema kusema yalisema haya maneno, Wakristo mkaambiwa kafu ni chama cha magaidi, chama cha Uislamu. Wakati maneno haya yasema, aliyekuwa rais wa Marekani Muislamu, Kikwete atakwenda kwa chama cha Waislamu. Si kafu ndio chama cha Uislamu? Dini si bora kuliko siasa? Wakristo mkaipenda kafu, na kafu haikupambana hiyo propaganda. Kafu ikawa na nguvu Pwani na Kusini, Lindi na Mtwara, Tanga, Bagamoyo. Ukienda Arusha, Kilimanjaro, Nyasa, Songwe, Mbeya, Iringa, kafu ikapotea, kwa sababu Wakristo wameambiwa kafu ni chama cha Waislamu, chama cha magaidi. Naita Muislamu akashika majamii ya Senki bandarini, akasema haya majamii yameletwa kuchinja Wakristo. Naingia hongo Waislamu, Wakristo mtarudi nyuma. Chadema ikaanza kupata nguvu, inaanza kupata nguvu, Waislamu mkafatwa. Wale makafiri wakasema yule padri mkaaliwa ni ndio mnaliwa. Dr. Slaa wakati anamwangalia uchaguzi 2010 aya Kikwete kwa nzuri, itaanzishwa kitu kinaitwa kura mstari. Zikaanza kampeni msikitini, mimi nitapata nafsini, nitaenda bungeni baada ya kushinda huko. Nikasema kuna kampeni chafu zafanyika na fasada na bagawa nchi. Kampeni hizo inaitwa kura mstari. Ana Makinda akanena napewa siku 7. Hiyo kauli ni nzito, ulete ushahidi. Nikamwambia Madam Spika, siku 7 ni nyingi, niruhusu niende geto nilete ushahidi. Akamtuma Lukuvi na mwenyekiti leo, hebu kaangaliana ushahidi. Masikini wanama kaangaliana mtoto na ushahidi gani? Nikasungua laptop nikaonyesha, wakanipa wakaniambia, kwa sababu ya maswali mapana ya nchi, huyu ushahidi usiulete na mimi sitakuuliza. Nikasema poa, na nyie msio na kelele, tukuna ushahidi mwingine. Kampeni ikapigwa msikitini. Dr. Slaa alikuwa anapigania ufisadi wetu, anapigania udanganyifu wa nchi. Misemo inaamrishwa tembo, Dr. Slaa na Chadema ndio walikuwa wanapigania. Tunapigania haki na ufanisi wa nchi, mtakipenda. Mwenyekiti bora yata, tukaenda operation, tukaenda Kusini, tukaenda wapi? Mkaambiwa kile chama cha Wachaga ukondoje, chama cha Kaskazini kile tukaipiga na ngome za kata halika, tukasababisha anaingia Magufuli kwenye uchaguzi. Mgombea Magufuli Mkatoliki Lowassa Mdivana. Sasa unaomaje kura wote wa Kristo wakaja na kampeni ya Lutani. Hakusikia yeye ni Lutani. Utala ukaenda mbali, wakasema nchi hii ni Wakatoliki na Waislamu. Muislamu afanye mpanchi, Wakristo wakaanza kubaguana kwa madhehebu. Sababu Yesu Mkatoliki, Magufuli Mkatoliki, wakaje sasa? Amekuja Magufuli Mkatoliki, Yesu Mkatoliki, ikaja nchi ya ukanda. Naongea wangu mkaambiwa wale ukanda. Magufuli akaenda kupiga pusha kule Iringa, anasema kanda ile Kaskazini imesubiri sana, wengine wote utauzi wote kwa unaangalia kanda, utauzi unaangalia kanda na nini. Naongea wangu, tukapiga kelele. Ameingia Samia ameingia, kila mtu akafurahi. Mimi nikaongelea kwa simu, mama shikamoo, nafurahi umekuwa rais, sasa ndarudi nyumbani kwa wazazi wangu, Mungu akubariki, ninashukuru sana kwa pamoja. Akaniambia mwanangu rudi. Mama Samia ana kauli nzuri sana. Mama Samia, kama kuna mama ukikaa naye unaongea vizuri, yule mama ana kauli nzuri sana. Mwanangu rudi, salimia na wajukuu zangu. Nikapanda ndege nikaja.
Sasa nilipokuja walifikiri nikija nitakaa hivi. Sasa jamani, mimi na mpango wa kwenda mbinguni, usipokemea CCM mbinguni wepi. Nikarudia kurudi, mama akaanza kuchemka, tukaanza kumchapa nondo, vitasa. Wakina hali hapa kataua juu, hali hapa kenda msikitini Singida. Shehe, salamu alaykum shehe. Wale shehe. Wale wakina Wema na Boni wale makafiri hawataki Muislamu wetu, Islam ya Islam shehe. Kule wanapita msikitini. Haya maneno ya siasa wengine wanasema kwa sababu wanaendelea kula. Mimi don't care about vote me. Mimi siko hapa kutafuta kura, mimi niko hapa kusema ukweli. Mheshimiwa Watamani, ukinaindi na ukweli wengine bro. Sasa hivi tukaanza maandamano kupinga bandari. Pale wapi pale Dar es Salaam. Nipeleke Mwanayanga. Tukaita na mashehe wengine wakaambia msiende, wale ni Wakristo wanampinga mama. Bandari sio mama, bandari sio kuli, bandari ya nchi. Tunapinga uuzaji holela wa bandari. Hakuna nasema zikaenda kampeni watu mmoja ipashonani wapi hata press. Ndugu zangu Waislamu, msiende kwenye maandamano ya Chadema. Hao ni makafiri, wanampinga mama. Hatumpingi Samia kwa dini yake, tulimpinga Magufuli kwa Ukristo wake, tulimpinga Kikwete, tulimpinga Mkapa, tunaipinga Samia kwa sababu ni CCM na CCM inaharibu nchi, na yeye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio mama yako au mama yangu. Akasema msiende kwenye maandamano. Wagae watawala, wagae. Sasa tunakwenda kwenye uchaguzi. Maaskofu wamesema, sikilizeni kauli hii. Tume au inatakiwa tume tunaikataa. Ni tume aina gani?